story ya kina P-Square inavyoendelea inaweza kukufanya ujiulize kwa nini Jude alikuwa anamchukia sana mwenzake. Na huu sio mchongo wa pesa tu, kwamba kamdhulumu pesa tu, kwa sababu ameenda beyond mpaka na kuclaim kwamba Lola ambaye ndo mke wa Peter alikuwa ni kama sababu ya hawa wawili kutengana, Peter na Paul, P-Square kuvunjika. Tunakumbuka kipindi P-Square inavunjika, sababu kubwa tulikuwa tunaisikia mitandaoni, yani everywhere, kwamba ni wake zao ndo wamesababisha hawa watu kutengana, kundi lao kuvunjika, na tukaga tuna complain sana, jamani hawa wanawake dada. Lakini apparently according kwenye Peter stories ya part 7 na part 8 ambayo ametoa jana na juzi, ameelezea kwa kiasi gani familia yake including mama yake ambaye pia alikuwa pastor, rest in peace, walikuwa na mistreat mke wake ambaye even before kwa yeye mke wake walikuwa na mistreat. Elezea by the time girlfriend wake ambaye sasa ndo mke wake Lola alikuwa na expect mtoto wao wa kwanza, walikuwa wameshinda awards P-Square, awards 3. Sasa usiku ambao walikuwa wameenda kupokea hizo awards, akawa amewaza kwamba hataki mke wake au girlfriend wake ijulikane kama rumor tu kwamba okay ana expect mtoto dada kama ma celebrities wengine ambao huaga hizo rumor na scandal huwa zinasambaa. Kwa hivyo kwa amepokea zile awards kwenye red carpet, akaulizwa una dedicate hizo awards kwa nani? Award ya pili akawa amesema hii award ya pili nina dedicate kwa mtoto wangu ambaye bado hajazaliwa. Kile kitu kilimuuma Jude, kikamuuma na Paul, wakaondoka pale, hata kabla alikuwa hajamaliza kujibu yale maswali, wakaondoka wakamwacha kwenye red carpet. Hapo sasa ndo vitimbu vikaanza. Siku moja Peter anaelezea alikuwa nyumbani kwake, amekaa ndani, akaja Paul akamwambia umetumiwa message na Jude. Peter akaangalia akasema mbona sioni message? Akamwambia no, it's actually an email. Kwenda kuangalia email, ni email ambayo Jude amemtumia, ni kama mtu kamforwardia. Yani mtu kamtumia Jude, alafu Jude akamforwardia Peter. Kwenye ile email ndani ikawa inasema kwamba huyu mwanamke ambaye ni Lola, huyo ujauzito sio ujauzito wa Peter, huyo mtoto sio wa Peter, yani claims nyingi, na kwamba huyu Lola amekuja kwenye maisha kina Peter ili kuja kuharibu maisha kina Peter, kuja kuvunja uhusiano wa kina P-Square in general. Kwa hiyo ilikuwa kama vile huyu Jude amepokea rumor kutoka kwa mtu. Sasa huyu Peter akawa anajiuliza how comes, yani inakuwaje mtu anafanya conclusion kwamba huyu mtoto sio wa kwangu? And then Peter akaamua kuiforward ile message kwa girlfriend wake, kwa sababu at some point alikuwa anatamani kupata majibu, lakini alikuwa anamuamini girlfriend wake. Anaelezea siku moja mama yake alikuja na mapasta wengine. Mama yake alikuwa pastor, as I said before. Walikuja na mapasta wengine, akamwambia Peter tunataka kuongea na Lola. Kwa hiyo huyu Peter akawa yuko excited kwamba mama amekuja, anataka kuja kumuona na mtoto, kwa hiyo nimwambie Lola aje na mtoto. Kwa hiyo mama yake akamwambia no, sitaki aje na mtoto, nataka aje yeye mwenyewe, yeye mtoto anaweza akamwacha. Akamwambia how comes? Akamwambia wewe mwambie tu aje yeye mwenyewe. Basi huyu Peter kana jaribu kuwaza na mwambiaje huyu kwamba uje alafu usije na mtoto. Yaani kwamba mama anataka kukuona wewe, hataki kumuona mtoto. Hai make sense. Kwa hiyo Peter akampigia simu Lola, akamwambia Lola, mama anataka kukuona. Akamwambia oh really? Basi sisi tutajiandaa, nitamwandaa na mtoto, tutakuja dada. Peter akamwambiaje? Usije na mtoto kwa sababu nyumba tumeifanyia fumigation, kwa hiyo itamuumiza mtoto. Njoo wewe kama wewe. Lola akamwambia basi sawa, haina shida. Kesho yake fast forward akaja Lola, wakaingia ndani. Kufika ndani Lola akagonga mlango, Peter akamfungulia kuingia ndani. Actually Lola alikuwa ameacha gari nje, lakini apparently kumbe kwenye hiyo gari kulikuwa kuna mtoto ndani. Lola aliamua kuja na yule mtoto, akiexpect kwamba kama nyumba ndani imekuwa fumigated then mama atatoka nje kuja kumwangalia mtoto kwenye gari. Basi Lola kuingia ndani hakuwaambia kama mtoto yuko kule. Peter akamkaribisha sebleni, akaenda kumfuata mama yake, akawakuta wako kwenye chumba cha Peter, wamejikusanya familia nzima wako pale pamoja na wale mapasta. Wamejikusanya wote. Akamwambia mama Lola ameshakuja, twende ukamuone. Akamwambia mwambie aje huku ndani. Kwa hiyo Lola akaambiwa aende kule ndani. Kufika kule ndani unaambiwa ni wamejazana kote, hamna sehemu ya kukaa. Na hamna mtu hata mmoja anayesema ampishe Lola basi wewe kaa, wewe ni mama mtoto na nini. Hakuna. Kwa hiyo Peter na Lola ikabidi wakae chini. Baada ya hapo mama yake akamwambia Lola, akamwambia kwamba wewe hatukuhitaji kwenye maisha ya familia yetu, wewe ndio chanzo cha watoto wangu, sijui familia yetu iko sawa, sitaki kukuona tena. Yani I think Jude alikuwa ameenda kumjaza mama yake ujinga. Alikuwa ameenda kumjaza mama yake ujinga kuhusiana na ile email. Inamaanisha ile email hata wao walikuwa wameifabricate ili mradi tu hawa watu wasiwe pamoja. Basi fast forward, Peter akasema kile kitu kilimuuma sana. Lola aliondoka analia, na baadaye hakuweza kumuona Lola na mtoto wake kwa miezi 5. Na kitu kimeniuma sana ni kwamba Peter anaisimulia hii story, key part specifically ya kuumia kwa girlfriend wake akiwa analia. He was crying. Amejaribu sana kumtafuta Lola. Lola alikuwa tayari ameshasusa, hataki tena kuonana naye. Ameondoka kule alipokuwa anakaa. Kwa hiyo for 5 months Peter hakuwahi kumuona Lola.
Fast forward, Peter akarudi ndani akamuuliza mama yake, akamwambia mama, wewe umesali kweli wakati unakuja hapa? Kwa sababu anasema according to them mama yao ni mtu ambaye ana vision. Kwa hiyo akawa amemuuliza, wewe kweli una uhakika mama umesali before ujeje hapa? Kwa sababu mnaona haya maamuzi ambayo ulikuwa unayafanya mimi sijayapenda. Kwa hiyo Peter akaamua kuondoka, akaenda kakase kwenye hotel, akawaacha pale nyumbani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kimemuuma. Wale mapasta wengine wakaja akamwambia kwamba Peter, huyu mtoto ni wa kwako. Huyu mtoto is your kid na usijali. Even mama yake at some point alikuja ku realize kwamba amekosea. Akamwambia usijali, kaka zako watakuja ku apologize. Lakini hakuwahi ku apologize. Ni wakaka wake wawili tu wengine separate ndio ambao wali apologize. Paul na Jude no. Kilichomuuma Peter kushinda vyote ni the fact kwamba hakuweza kushuhudia siku mtoto wake anazaliwa. Siku girlfriend wake anajifungua ndio Jude ana book a show somewhere else. Twendeni mkafanye show somewhere else. Kwa hiyo alikuwa hana choice than to be kwenye hiyo show. Tayari Jude ni manager. Forward, Peter sasa anatakiwa kumuoa Lola. Ameamua kwamba okay, you know what, huyu ndo mwanamke wangu, mimi nampenda. Kwa sababu at some point walikuja wakareconcile, wakazungumza and then wakaendelea na maisha yao. Sasa siku ambayo anatakiwa kumuoa Lola, siku yao ya harusi, Jude kabook ticket ya ndege, wanatakiwa waende kwenye show sijui wapi. Peter anakuambia mimi nikaambia no, sitotumia ndege ya kawaida. At this point naomba private jet kwa sababu mimi naenda kuoa. Na hapo wameenda kuperform Ghana. Yeye wanakuja kuoa Nigeria. Kwa hiyo kama mimi nataka private jet, ninavyoenda ninavyomaliza show mimi ninaondoka. Kwa hiyo wamemaliza tu show, Peter kapanda zake ndege, karudi Nigeria. Na hapa muda wote mwanamke ni anampigia, where are you? Amechelewa kwenye harusi yake almost lisali 1:30. Anakuambia ameenda hajashave, ameenda tu hivi. Lakini Jude hakuwahi kuonekana kwenye harusi yake. Jude hakuattend kwenye harusi yake. Na anakuambia at the same time yuko kwenye harusi, Jude amepose yuko studio na kina Don Jazzy, sijui kina nani, kina Fino, wasanii wale wakubwa. Na anakuambia cha kushangaza zaidi ni kwamba wale wasanii wote aliokuwa amepose nao kwenye hiyo picha hapo, alipopiga nao picha akapost kwa social media, wote baada ya pale walitoka wakaja kwenye harusi yake. Yeye kaka mtu hakukanyaga kwenye harusi ya mwenzake. Ndio maana ninarudi kwenye swali langu la kwanza nilivyoanza hii video. Unaweza ukajiuliza kwa nini Jude alikuwa anamchukia mwenzake? Maana hii ni chuki. Yaani ni kama vile kuna kitu yeye alikuwa anamkosesha, ni kama kuna kitu vile kuna comments, kuna watu wakawa wanasema inawezekana Jude hakupendezwa kwamba huyu Peter alipata mtoto kabla ya wengine wote, au labda hakupendezwa kwamba yeye alioa kabla ya Jude kuoa. Kwa hiyo it's a lot of stuff. Kwa hivyo hapo ndio ameishia Peter. Amesikitika sana, amelia sana kwenye hii video zake zote hajalia. Ameelezea machungu yake mengine yote, lakini hajaelezea machungu, yaani hajaonesha emotions the way ameonesha emotions kwenye issue ya mtoto wake na mke wake. Kwa hiyo anakuambia ni mara nyingi sana wamemuinsult yeye na mke wake, na akiwe even mbele yake wameshamtishia mara kibao kumuua Lola. Wameshamtishia mara nyingi sana. Lola ikifika kwenye birthday ya kina Peter hawezi kumpost Peter peke yake. Kwa hiyo anapost Peter na Paul. Akipost vile na kuambia wanammock, wanamsema wao kwamba sio unajifanya kwenye public you are a good person, kumbe you are a very bad person. Kwa hivyo Peter kama ameisha kwenye hivyo, na akasema kwamba huo ndio mwisho wa story yake, na ana look forward kuelezea. Kuna video mojawapo ya Jude ambaye alikuwa ameitoa Juskate, anataka kuja kuiaddress, lakini huo ndio mwisho wa story. Na hii unaweza realize kwamba hii video alitengeneza ni video moja ndefu. Ameikata vipande ili kuja kuweza kutoa kwa siku moja. Kwa hiyo parts 8 zimekamilika. Tunaisubiria hiyo atakayomuaddress Jude, tuone. So until next time, bye.